Kwenye hii mechi una kazi hizi mbili za kufanya. Kwanza una kazi ya kuamua hatima ya MVP wa ligi msimu huu. Hii ipo ndani ya himaya yako. La pili, kuna kama kaubishani bishani hivi. Eti wewe si una nani? Kwa nikamwambia Pacome, kwenye hii mechi ukiweka assist na kugea milioni 1. Ukifunga goli na kugea milioni 1. Kwa hiyo Pacome angefunga goli 3 jana na assist 2, maana yake ningempa leo milioni 5. Lakini ameishia kwenye assist 1 na goli 1. Maana yake amepata milioni yake 2. Sasa bahati mbaya asubuhi tu nimeamka baada ya kumtumia Pacome na kupost mimi naye. Goalkeeper Djigui Diarra akaniambia, "We kijana, na mimi kibunda changu." Kaomba naye kibunda. Sawa kuwa alhamdulillah pesa ipo hapa, Diarra na yeye mtashuhudia mwamala wake. Tamtia naye mwamala. Diarra amekwenda mechi 3 za Kariakoo Derby na clean sheet. Alafu kuna watu wanafananisha kifo na usingizi. Mtu anashupaza shingo. Si ndio maana kama mmetuangalia msimu huu tumeacha majibu patikane kwenye pitch. Bora tumeacha macho yaone, tusibishane sana. Tumeacha macho, wewe macho yaone. Wewe ukibishana ukweli ni wewe na dhambi zako na Mungu wako. Ukiambiwa nani MVP wa ligi, tumeacha wenye macho waone. Unajua ligi maana ya MVP, kuna mtu mmoja wa Kola alisema ni mchezaji mwenye hela nyingi. Nani yule? MVP ni most valuable player. Kwa tafsiri sahihi na rahisi, yani icon ya ligi yenu, yani mpira wenu icon, mnaweza kumchukua. Si mmesoma shule nyie? Ya Kijaga ile mitihani ya shule kushindana, tulikuwa tuendaji wote pale. Nakumbuka nyie? Mwalimu alikuwa anaingia darasani anachagua Ali Shabani Kamwe njoo. Nyie wengine mjue na kufanya, kumbe naenda kushindania shule. Nyie pia mlikuwa mnaitwa? Au ndio nyie mlikuwa mnasubiri tu mahafali ya shule? Mashindano yale ya shule kushindana, tulikuwa hatuendi wote. Anachukuliwa mtu mmoja au wawili wanakwenda kuwakilisha shule. Kwa hiyo unaposikia MVP wa ligi, maana yake tunaweza kuiangalia ligi ya South Africa, tunaweza kuiangalia ligi ya Misri, ligi ya Morocco, na sisi Tanzania tukasema kiwango chetu cha mpira cha ubora ni hiki, kwa maana huu ndio MVP. Yaani watu wakaenda kigugo, who is the MVP of Tanzania Premier League, anatakiwa amuone Pacome, sio aone penati mfululu, sio mtu aone mafriki kitu. No, mtu anatakiwa hata akiingia YouTube, bwana Pacome, akiandika Pacome Zouzoua, anaona kifua mbio, kachukuliwa mtu kapinduliwa, imewekwa hapa, imekevu kamba. Sio mtu anaangalia who is the MVP of Tanzania Premier League, cha kwanza analetewa pale free kick au penalty. Jamani. Hiyo tofauti jamani ya MVP na MPG. MVP ni Pacome kwa maana ya most valuable player, alafu kuna MPG, most penalties goals. Wampe cheo chake huyo mtu, apewe tuzo yake. MPG wa ligi mapema kabla hajarudi kwa, wampe tuzo yake. Lakini ikija kwenye MVP, jamani, si mmeona? Nyinyi wenyewe mmeona. Aliposti juzi, miongoni mwa wachezaji ambao na waheshimu sana kwenye mpira wa Tanzania ni yule fullback wa kushoto wa Simba. Nani yule? Mohamed Hussein. Tunamheshimu sana, ni legend kwenye hii game. Kafanya mengi mazuri. Juzi aliposti kwamba ukiona ulinzi ni mkubwa ule usalama, ule upande wa Pacome ulinzi ulikuwa mkubwa. Walikuwa wanaenda watu 5 kule, sababu walikuwa wanajua usalama 1v1 huku ni mdogo. Na walipomwachia yule mtu 1v1, tukapata picha za hivi zile. Kwa hiyo tumemaliza hili swala lako bwana. Sisi Yanga hatuna shida na hayo ma-hat-trick, sio magoli mangapi, sisi tunaendelea kushona hivi mpaka zifike 10. Na kuhusu MVP, sijui vitu vingine vyote vya awards, tuliwaambia tunataka ukweli ukaamue kwenye pitch. Kwa hiyo sisi hatuingilii kamati ya tuzo, itajua cha kufanya. Ila tumeshauri ili watu wengine wasijisikie wanyonge, waongeze tuzo ya MPG
most penalties goals. Wampe kijana asitoke patupu. Swali lingine huko kwa huu mwezi ni machache haya ndugu yangu, sababu na leo nazungumza usiku tukaenda kuchinja ngamia, tazungumza kesho asubuhi, tazungumza kwenye safari, na mengi sana ndugu yangu bado. Parade. Bwana afu niwapeni siri kuhusu parade. Jana tuliwapigia simu wale ambao wanatupaga ile gari la parade. Jibu walotugia jana tumecheka kweli rafiki yangu. Wametuambia mmechukua ubingwa tayari. Tukawaambia kwani kuna shida gani? Kuna wenzenu waliweka booking huku. Wallahi billahi. Wallahi wabillahi si watani. Wallahi wabillahi watallahi. Jana usiku tukawauliza. Wallahi tena. Wewe ulikuwepo jana? Jana usiku wametujibu hivyo. Kwani Yanga ndio mmechukua ubingwa? Maana tulikuwa tujawatafuta. Sisi tunasubiri mbungi malizike tuanze logistic. Tukamwambia kwani kuna nini? Kuna wenzenu hapo waliweka booking. Tukasema subhanallah. Kumbe ule ukimya walikuwa na kutafuta gari. Tunajua watu hapo kimya wanaandaa timu kumbe watafuta gari la paredi. Kwa hiyo bwana, kuhusu paredi, tunakwenda Zanzibar. Tunakwenda Zanzibar kucheza mechi ya fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Itakuwa ni siku ya Jumapili tarehe 29. La kwanza tunakwenda kupambana tuchukue na hilo kombe. Inshallah. Ili tuwe na makombe 5 jumla. Ngao, Muungano, Toyota, la 4 ili hapa na la 5 na hiyo. Lakini mechi hiyo haiharibu chochote mpango wetu ya parade ya Jumatatu. Jumatatu panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, na hii wana Yanga na waomba jamani. Jumatatu tutakuwa na parade la kihistoria. Siamini kama kuna mwana Yanga atabaki nyumbani Jumatatu asije kusherehekea mafanikio ya klabu yake msimu huu. Kwa tulioyapitia. Yaani kwa tulioyapitia wana Yanga alafu kwenye paredi lipite wewe haupo. Siamini. Hiyo niliacha makusudi kwa sababu tumetaka kwanza tukafanya jambo letu la ngapi? La Jumapili. Tukiweza kuyaunga yote namshukuru Mwenyezi Mungu. Tukilikosa bado Jumatatu tutauchafua huu mji. Na hiyo safari ya paredi bora niiseme kabisa. Paredi la miaka iliyopita tulikuwa na kituo kimoja tu cha kusimama. Kabla ya kufika makao makuu. Tulikuwa tunasimama Msimbazi hapa. Lakini msimu huu tuna vituo hivi vitatu vya kusimama kabla ya kufika hapa. Cha kwanza kipo Ilala Boma pale. Tutasimama pale. Kuna kituo pale. Cha pili kipo Karume. Kuna kituo tutasimama pale. Cha tatu Msimbazi. Alafu tunafika Jangwani. Kwa hiyo vituo vitatu hivi, mbona mnacheka? Mshavielewa? Kuna vituo vitatu tumeviongeza viwili. Tutasimama Ilala Boma kabla ya kuvuka pale kwenye mataa kuna kituo chetu pale. Tutasimama pale kwenye mwendokasi pale. Tutazungumza kidogo pale na watu wa pale. Baada ya hapo tutavuka Karume sokoni hapa. Tutazungumza na wetu wa soko pale. Tutazungumza nao vizuri tu. Tutasalimiana nao na wataona mafanikio ya Yanga. Tukivuka pale Karume sokoni na wanetu wa soko kuzungumza nao, tutakuja afu Msimbazi. Sasa Msimbazi miaka ya nyuma uwaga tuna kama stop ya dakika 5 hivi. Mwaka huu tofauti kidogo. Tutakuwa na stop ya masaa 3 pale. Kabisa. Kwa sababu tuna kazi ya kumtoa Chama apande juu pale au tubie taifa. Akifika Msimbazi. Yes. Chama anatakiwa asimame pale azungumze. Chama akimaliza tumuinue Israeli Patrick Mwenda azungumze. Akitoka hapo Mkude naye juu azungumze. Kwa hiyo tuna masaa 3 pale. Kwa hiyo swali lako nimelijibu hapa kwa highlight, lakini mpango wake unakuja. Lakini kwa intro tu kwamba msimu huu tutafanya paredi la kihistoria lenye vituo hivyo Ilala Boma, Karume sokoni na Msimbazi, afu tutakuja makao makuu. Swali la mwisho Jadi.
Bana taratibu kidogo tusikie hili swali hapa. Kwanza twende taratibu. 50 ya Click nini umesema? Kwamba 50 unajua maana yake ni nusu ya usajili tuliofanya. Wewe uliwasikia wakiwataja wachezaji? Au ulisikia tu 50? Ukusikia wakiwataja? Nani? Ndio 50. Yaani katika usajili ambao unafanya msimu huu, huo ndio 50. Hivi maoni yao maoni yako baba? Sawa. Maoni yako wewe ni yapi? Unadhani? Sawa. Kujibu swali lako la msingi ndugu yangu. Kujibu swali lako la msingi. Sisi taratibu jamani, taratibu kidogo tumalizie hapa. Unapo tofauti ya Yanga na timu nyingine. Sisi Yanga hatujengi timu. Sisi Yanga tunaboresha timu. Ni tofauti hapo Kujenga timu na kuboresha timu yako. Sisi Yanga tunaboresha timu yetu.